Asante sana Mama Mary, speaker wetu, ndugu na dada zangu ambao ni watoto wa chairman, viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kama unaniona wacha tusalimiane. Bwana asifiwe. Bandu befwe mulembe. Mulembe swa. Mulembe te. Muli moyo. Asante sana. Mama, sikutarajia utanisimamisha. But nashukuru Mungu kwa kutupatia wakati huu. Chairman aliyelala mbele yetu, wale social media wanajua kwamba yeye ni baba yangu. I wish angekuwa baba yangu. Most likely my English would be better than what it is. Mimi nilimjua chairman in 2013. Nyumba yangu ya kwanza kununua kule Nairobi, wale walisign agreement ni Kuto Associates. Ndipo wakati nilimjua chairman. Tuliongea na akanichukua pia kama mtoto wake. Muda ukapita mwingi bila sisi tena kuwahi onana. Paka wakati nilipochaguliwa kuwa waziri kupitia kwa speaker wetu, ndio tena wakasema mimi ni mtoto wake, na tena tukaongea kwa simu. Akaweza kunipa nguvu, akasema hivyo ndivyo vile maisha iko. So tangu siku hiyo nikakubali kuwa yeye ni baba yangu. Na nataka nishukuru kwa sababu wakati chairman alipokuwa mgonjwa, akisha maliza kazi yake, akapatia viongozi viti kuanzia kwa rais mpaka kwa MCA. Ndipo akaanza kugonjeka. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa 4. Na mimi nilikuwa kwenye ofisi nimeketi, sikujua kuwa alikuwa kwenye hali mbaya. Nikapata simu kutoka kwa speaker ya kwamba chairman hayuko vizuri, anahitaji kusaidiwa. Tukaanza kupanga atasaidiwa vipi. Siku moja jioni wakati niko kwa ofisi nimeketi, nikapata simu ya rais, Mheshimiwa Ruto. Akaniambia, Nakumicha, where are you? Ambe, Your Excellency, I'm in the office. I was like, what kind of a daughter are you? Your father is sick. He's in hospital. You are the Minister for Health. And you say you're in office. Get out of your office. Nilitoka kwa ofisi, nikabeba mkoba wangu, nikatafuta namna, na ndipo nikaenda hospitali kupatana na Mama Mary, na nadhani Jonathan pia alikuwa. Hapo ndio tukaanza kufanya mipangilio jinsi chairman ataweza kupata matibabu. Tulifanya kazi kwa ukaribu sana na mama. Tukahakikisha ya kwamba chairman anaenda matibabu yake kule Ujerumani kufanyiwa hiyo surgery ambayo alihitaji. Mama, they say every dark cloud has a silver lining. At least I met you. I met your family and I got to interact. Na Mungu alikuwa ananipangia chenye nitasema leo. Takenjete adina hata na kama nikakuimano kweli. Mimi nilikuwa waziri wa afya. Hii mitandao ikakuja wakasema majenzi wanaanguka na watu, wakaanguka na mimi. Bishop amehubiri hapa akasema siku za Moi ilikuwa matangazo kwa redio. Hii nayo yetu hata haikuwa ya redio. Ilikuwa kwa TV unangojea. Nikasikia cabinet yote wapi? Nyumbani. Nikaona watu wamefurahi kila mahali, wamefurahi. Na ndio nikajua ya kwamba Bishop vile umehubiri, huyu Mungu aliye juu ndiye nastahili kumtazamia. Na tangu sikio mimi nimemtazamia Mungu. Hata sasa mimi nafanya ukulima.
Tangu sasa hiyo wakati sina kazi. Mimi nauza cabbages. Napanda cabbages kule Cherengani. Hata sadaka ya matanga imekuwa ngumu hivi hivi. Lakini nikajaribu, nienda tukaketi na mama kwa masaa 6 na nikatoa sadaka yangu ya cabbages. So naomba muendelee kuniombea. Ama namna gani? Si namna hiyo. Ndio kile ikifanyika pale mbele pia nishukuru Mungu. Lakini pia nishukuru huyu chairman. Amenifunza jambo. Na niwaambie wazee wa Bukusu. I did not know Bukusu men can be romantic. Ukiona zile pictures ziko kwa hii kitabu, kumbe Bukusu wanaweza kuwa romantic. Asubuhi nimeambia mzee yangu ya kesho haijulikani. Ninaweza kufa dakika yote. Tafadhali tujaribu tupige mapicha kwa pamoja. Ili hiyo siku ikifika niwe na kitu ya kuweka, kuwa na picha ya kuweka kwa update na kuonyesha watu ya kwamba tulikuwa jamii. Si Mungu awabariki sana. Ama namna gani? Na Bishop amesema tusiongee mambo ya 27. Mimi siongei. Lakini hakuna kiti ya mtu. Asanteni, Mungu awabariki.